sura ya 17. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 10 mpaka mstari wa 16. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 10 mpaka mstari wa 16 anasema, basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa hapo akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami naokota kuni 2, niingie nijipikie nafsi yangu na wanangu, tule tukafu. Maana yake huyu mwanamke amepoteza nini? Matumaini. Matumaini ya nini? Ya kuishi. Amen. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini nifanyie kwanza mkate mdogo, ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Elia. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanamke amepoteza matumaini. Kwa nini? Kwa sababu ya njaa. Lakini anatumwa mtu sahihi, anakwenda kwa huyu mwanamke, na huyu mwanamke amepoteza matumaini. Anamwambia, Bwana, mimi nimepoteza matumaini kabisa, nimepoteza matumaini kabisa. Watu wanajua hata Sara alipoteza matumaini ya kupata mtoto. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini alipokwenda mtu sahihi, Elisha, kwenye ile familia yake, katika wale watu 3 waliotumwa na Mungu, akafanikiwa kupata mtoto. Kwa hiyo tumaini lake likarejea. Kwa nini? Kwa sababu amekutanishwa na mtu sahihi. Jina la Bwana libarikiwe. Ni maombi yangu hapa duniani, nataka nikwambie, maadamu bado unaishi, bado lipo kusudi la Bwana kwenye maisha yako. Na kila kusudi la Bwana kwenye maisha yako linamhitaji mtu mmoja aliyo sahihi, au linawahitaji watu ambao ni sahihi kwenye maisha yako. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai akukutanishe na watu sahihi katika jina la Yesu Kristo. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Tumwongezea Yesu makofi mazuri hapa.